Katika vilima vya joto vya Tanzania, ambako imanihongoza familia na milahunda hatima, kijana mmoja aitwaye Daniel alisimama kwenye lango la utu uzima. Akiwa na umri wa miaka 20 tu, Daniel aliheshimiwa kanisani kwake, mwaminifu, mtulivu, mwanakwaya. Mwanaume aliamini katika sala kabla ya kila uamuzi, na leo alikuwa anaingia katika maisha ya ndoa. Nje ya kanisa jeupe la Waadventista wa Sabato, magari yalijaza uwanja wenye vumbi. Wageni waliovalia suti za kifahari na mavazi ya rangi za Kiafrika walikusanyika kwa furaha. Vicheko vilichanganyika na nyimbo za Injili zilizokuwa zikisikika kutoka ndani ya hekalu. Ndani ya kanisa palikuwa pamejaa watu. Viti vya mbao vilikuwa vimeng'arishwa. Maua yalipamba njia ya kupita bibi harusi. Hewa ilibeba msisimko. Mbele ya madhabahu alisimama Mei. Gauni lake jeupe lilimeta kwa upole. Shela nyepesi ilipamba uso wake wenye utulivu. Alikuwa ameacha nchi yake miaka iliyopita, lakini leo alihisi kuwa yuko nyumbani, hapa pembeni ya Daniel. Upendo wao ulikuwa umevuka minong'ono ya kitamaduni. Wapo waliouliza maswali, wakishangaa jinsi kijana Mtanzania Mwadventista na msichana Mahina wangeweza kujenga maisha pamoja. Lakini upendo ulikuwa umejibu yote. Mchungaji akafungua Biblia yake. Ndoa, alianza kusema, hujengwa juu ya ukweli. Daniel akatabasamu mpaka milango ilipofunguliwa. Sio taratibu, bali ghafla. Mwanamke kijana akaingia ndani. Jina lake alikuwa Asha. Alikuwa amevaa mavazi ya kawaida. Macho yake yalikuwa thabiti. Mikononi mwake, mtoto wa kiume aliyefungwa katika kitambaa cha buluu. Minong'ono ikaanza. Mtoto akalia. Sauti ya Asha ilitetemeka, lakini maneno yake yalikuwa wazi. Daniel, huyu mtoto ni wako. Ukimya mzito ukalimeza kanisa lote. Moyo wa Daniel ukadunda kwa nguvu. Kumbukumbu zikamrudia, ujana usio na busara, maamuzi mabaya, hofu ya kuwajibika. Asha aliwahi kumpenda, lakini alipomwambia kuwa ni mjamzito, Daniel aliondoka, sio kwa kiburi, sio kwa ujasiri, bali kwa hofu. Mei akamtazama Daniel, sio kwa hasira, bali kwa maswali. Ni kweli? Akauliza kwa sauti ya chini. Ukimya wa Daniel ukawa jibu lake. Kanisa ambalo dakika chache zilizopita lilijaa shangwe, sasa lilijaa hukumu. Asha akasogea karibu. Sikuja kukuaibisha. Nimekuja kwa sababu mwanangu anastahili kuwa na baba. Mtoto akanshana mkono wake mdogo. Daniel alihisi kitu ndani yake kikivunjika, na wakati huo huo kikijengwa upya. Akashuka kutoka madhabahuni. Kila hatua ilikuwa nzito kuliko iliyotangulia. Akamtazama mwanawe, macho yake, taswira yake mwenyewe, na kwa mara ya kwanza Daniel alielewa kwamba upendo si hisia za kimapenzi tu, ni wajibu. Akamgeukia Mei, machozi yakimtoka. Nilitaka kuficha yaliyopita ili nisipoteze yajayo. Mei akafumba macho kwa sekunde chache, kisha akasema kwa upole, ndoa haiwezi kuanza kwa uongo. Akavua shela yake, sio kwa hasira, bali kwa heshima. Daniel akamgeukia Asha. Niliogopa, alikiri, lakini sitakimbia tena. Siku hiyo hakukuwa na sherehe ya harusi, lakini kulikuwa na ukweli, kulikuwa na uwajibikaji, na kulikuwa na hatua ya kwanza ya kuwa mwanaume wa kweli. Miezi kadhaa baadaye, chini ya anga lile lile la Tanzania, Daniel alionekana akiwa amembeba mwanawe nje ya